kazi ya kuokoa ni nani? Mtumishi Yesu. Sisi kazi yetu ni nini? Kazi ya mwanadamu ni kuomba. Ni kuomba na kuhubiri. Kazi ya Yesu ni kuokoa. Ni kuokoa. Amen. Tumeambiwa twende wapi? Twende wapi mtumishi? Mbinguni. Twende wapi? Mbinguni. Twende wapi? Mbinguni. Duniani ni wapi? Duniani ni hapa tulipo. Ni hapa tulipo. Tunafanyaje? Hapa tulipo ni duniani na mbinguni. Mbinguni tunaenda kusamehewa dhambi zetu na tukaona ufalme wa mbinguni. Amina. Dhambi zinasamehewa kwa duniani. Amen. Dhambi zinasamehewa zikiwa wapi? Duniani. Kwa duniani. Mbinguni. Mbinguni ni kuhesabiwa. Mbinguni ni kuhesabiwa haki. Amen. Amen. Hey. Yes. Mbinguni ni kuhesabiwa nini? Haki. Sikia. Jamini kujishibisha dhambi za ulimwengu. Amen. Jamini kutembea na mke wa mtu. Jamini kuiba mali ya mtu. Haifai. Badilisha matendo yako. Amen. Tunarudi neno la Mungu na tuona kama vile wajinga. Ndio. Lakini mbele za Mungu tuna thamani. Amen. Lazima tukubali kuacha dhambi ya Mungu. Amen. Lazima kubali kuacha dhambi. Haleluya. Yesu ufalme wa Mungu. Mbinguni hawaingii wazinzi. Hawaingii wachawi. Hawaingii walevi. Ndio. Lazima niseme kweli. Kweli. Sita haya. Ni kusema kweli ya Mungu. Sema. Acha dhambi. Sema. Usiacha. Kuanzia sasa. Unaviacha. Amen. Ndio. Sisi nimesema hivi. Hatupo hapa kwa ajili ya kutafuta sadaka ya mtu. Yesu Kristo amesema hivi. Nendeni duniani kote mkahubiri Injili. Atakayemwamini ataokolewa. Neno limesema kwamba tafuteni ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Amen. Mwabudu Mungu mwingine. Ndio. Mwabudu Mungu mwingine. Ndio. Wezekana waabudu mizimu, lakini unatafuta fedha kuliko kumtafuta Mungu. Umekuja kuharibu. Ndio. Yesu Kristo ni wa kwanza, anasema mwabudini yeye kwanza. Ukisoma Mithali 3:3, ndio. Tafuta Mithali. Ndio. Mithali. Kitabu cha Mithali sura ya 3. Anasema mstari wa 5 hadi wa 6. Mithali 3. Mstari wa 5 hadi wa 6. Neno Mungu nasema badilisha matendo yako. Umejitosheleza. Inawezekana leo una afya njema, lakini ya kesho hajui. Inawezekana leo ndio siku yako ya mwisho kubadilisha matendo yako. Mimi siogopi kifo, inaogopa dhambi. Ndio. Dhambi ndio kuogopa, kwa sababu kifo kwa mwanadamu kimeandikwa. Hakuna mwanadamu atakayedumu katika ulimwengu huu. Mithali 3 kwanza na 5 hadi wa 6. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Wa 5 hadi wa 6. Mstari wa 5 hadi wa 6. Mithali 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Hadi wa 6 anasema, mtumaini Bwana kwa kuwa moyo wako wote, wala usitumaini Bwana kwa moyo wako wote, si ndio? Ndio. Usizitegemee akili zako. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Ndio. Watu wengi tunaharibu hapo. Tunapokuwa na shida, tunakimbia kwa wanadamu. Tumesahau kwamba Mungu ndio tumaini letu la kwanza. Mwanadamu tampelekea shida zako, atenda kutangana kwa jirani, lakini unapopiga magoti mbele za Mungu na kumwambia Mungu nimekwama, anakusikiliza na ananyosha imani yako. Endelea mtumishi Mungu. Nitarudia. Mithali anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Ndio. Mstari wa 6 anasema, katika njia zako zote. Katika njia zako zote mkiri yeye naye atafanyaje? Atanyoosha mapito yako. Mkiri Bwana Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Tumainia kwa akili zako zote. Sisi sio ndio watu ambao kutangaza neno la Mungu. Watu wengi wanakuwa kwenye wokovu. Lakini maisha yanapopita wanamsahau Mungu. Sasa wanaacha wokovu. Unakimbilia kwa nani? Unakimbilia kwa mwanadamu. Mwanadamu anamwambia shida zako leo, kesho utasikiza zimekuwa mkake. Sikia. Ndio. Badilisha matendo yako siku leo. Kuanzia sasa. Amen. Leo ni siku. Amen. Na kumkabidhi Yesu kwa mwokozi wa maisha yako.
Sisi tunahubiri kweli ya Mungu. Amen. Atuhubiri kwa habari za kupokea majumba. Ndio. Za kupokea magari. Yes. Unaweza kupokea magari. Amen. Lakini Yesu si kitu mbele za Mungu. Amen. Tunahubiri habari za uzima wa milele. Ndio. Uzima wa milele kwa Yesu Kristo. Yes. Leo. Amen. Mtumishi. Ndio. Na masome Timotheo pili. Ndio. Sura 3. Timotheo pili sura 3 kitabu cha Agano Jipya. Timotheo pili sura 3. Anza na mstari wa kwanza. Nataka nionyeshe habari za nyakati za mwisho zitakavyokuwa. Anza mtumishi. Timotheo pili sura 3 mstari wa kwanza. Anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari kama hizi. Yes. Mwanadamu usikivu unaongezeka. Ndio. Nyakati za kubadilika. Amen. Nafsi njema. Ndio. Unajua kesho atakuwa vipi? Yes. Leo hii unatembea bila sikisho. Leo ni maisha leo inatembea bila sikisho. Leo ni unatembea. Yes. Bali sema tena ya kuchukua leo. Amen. Endelea mtumishi. Mstari wa pili. Naam. Anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda. Watakuwa wenye kufanyaje? Kujipenda wenyewe. Naam. Anasema wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Sikia. Ndio. Ndio. Unatosa vijana sasa hivi. Mnaongea mazungumzo mawili. Ndio. Mnaongea maneno mawili matatu. Yes. Ameshasindikiza na tusi. Lakini kizazi cha nyoka. Amen. Ndio kizazi cha nyoka. Ndio. Ninaondoka. Yesu Kristo amekosa maisha yetu. Shida za dunia si za mwanadamu. Amen. Shida za mwanadamu si shida za dunia. Yes. Za shetani na malaika zake. Ndio. Tarudia. Naam. Maana watu watakuwa wenye kujipenda. Watu watakuwa wenye kufanyaje? Wenye kujipenda wenyewe. Naam. Amen. Endelea. Wenye kupenda fedha. Sikia. Sasa hivi fedha inapendwa zaidi ya Mungu anavyopendwa. Amen. Lakini tukumbuka. Yes. Wewe umezaliwa mtupu na utarudi mtupu. Amen. Na mwanadamu lazima yonje mauti. Yes. Lazima kubali kwamba fedha na mali mbele za Bwana ni pumbavu. Amen. Upumbavu. Amen. Unacha kumuomba Mungu. Ndio. Unacha kumuomba Mungu. Kabisa. Mungu anahitaji sadaka zako. Wengine wanasema mwanangu leo sio kusali na kutuma hii sadaka. Peleka leo na toa fungu la kumsikia. Amen. Mungu afundisha fresh na sadaka zako. Ndio. Mungu anafurahisha na moyo wako. Toba. Bwana pondeka.